Hii si taarifa ya kawaida, ni simulizi ya siku ambazo Tanzania ilitetemeka, siku ambazo video zilirekodiwa kwa simu zilifanya dunia nzima kusimama kimya. Watu walipigwa risasi wakiwa wanakimbia, wengine wakiwa wameinua mikono juu kuomba wahurumiwe, lakini risasi hazikusita. Kilio cha mama aliyerekodi mwanawe akipigwa risasi kikawa bado kinasikika kwenye mitandao, kilichochea hasira na huzuni kimataifa. CNN imetaja video hizo kuwa ushahidi mzito zaidi wa ukiukaji wa haki za binadamu Afrika Mashariki katika miaka ya karibuni. Haya yote ndiyo tunayoangazia leo. Ripoti ya CNN imetoka, my friend. Ripoti ya CNN imetoka. Kweli huyu mama hana roho. Inasemekana polisi walikuwa wanazuia madaktari kuwatibu wale waandamanaji walioumia katika protest. Walikuwa wanaambiwa msiwatibu. Watu walikuwa wanabebwa kama bado wanapumua, wanapelekwa mortuary direct. Yaani unaingizwa mortuary kama bado unapumua. Huyu mama, utaweka sura yako wapi? Dunia inakuona, utaweka sura yako wapi? Ripoti ya CNN imetoka na dunia nzima inaangalia. Utaweka sura yako wapi, Mama Samia? Yaani watu badala daktari atibu mtu anapelekwa mortuary kama bado ako hai. Ripoti ya CNN inasema hivyo. Tumeona madikteta Afrika, lakini hatujaona kama wewe Mama Samia. Mtu atapelekwaje mortuary kama bado anapumua? Yaani unaingizwa mortuary kama bado unapumua, bado unaweza ona. Lakini hali yako, yani damn it. Karibu kwenye taarifa maalum kuhusu kile kilichotokea nchini Tanzania kufuatia maandamano makubwa yaliyotikisa nchi hiyo katika wiki za hivi karibuni. Leo tunakuletea uchambuzi wa kina wa ripoti ya uchunguzi ya CNN ambayo imezua mjadala mzito duniani kutokana na kile kilichobaini, kuanzia madai ya matumizi ya nguvu kupitia kiasi hadi ushahidi wa makaburi ya siri. Kupitia video zilizothibitishwa, mahojiano na mashahidi wa moja kwa moja, pamoja na uchunguzi wa sauti, CNN imeonyesha wazi kuwa watu waliokuwa wakionekana ni polisi na wanaume waliovalia kiraia, lakini wakiwa na silaha nzito walifyatua risasi moja kwa moja kwa raia waliokuwa hawana silaha wakiandamana. Mashahidi wanasema waandamanaji wengi walikuwa na mawe au mabango tu, lakini licha hilo risasi zilitumika hadharani. Wengi walikimbizwa hospitalini wakiwa na majeraha ya kichwani, kifuani, tumboni na kwenye miguu. CNN ilithibitisha kupitia video za ndani ya hospitali na mahojiano na madaktari kuwa hospitali nyingi, hasa za Dar es Salaam na Mwanza, zilikumbwa na msongamano wa wagonjwa na majeruhi, pia na maiti. Lakini cha kusikitisha zaidi, mortuary kadhaa ziliripotiwa kujaa kupita kiasi. Daktari mmoja aliambia CNN kuwa maiti zilikuwa zikiletwa kila baada ya nusu saa, na ndani ya muda mchache tu hakuna nafasi iliyobaki. Baadhi ya maiti zilionekana zikiwa na majeraha ya risasi zilizopigwa kwa karibu. Moja ya sehemu nzito zaidi ya uchunguzi wa CNN ni kuhusu kile wanachoita makaburi ya siri. Kupitia picha za satellite, video kutoka kwa wananchi na uchambuzi wa wataalam wa jiolojia, CNN imeonyesha eneo la Kondo kaskazini mwa Dar es Salaam likiwa na udongo uliochimbuliwa karibuni na kufunikwa haraka. Video zinamuonyesha mtu akieleza kuwa baadhi ya maiti za waandamanaji waliouawa zimekuwa zikipakiwa kwenye magari na kupelekwa sehemu hiyo usiku wa manane. Baadhi ya ushahidi unaonyesha nguo, uzi wa shuka na kuni zilizozikwa juu, vitu vinavyoendana na mazishi ya haraka. Ingawa serikali haijathibitisha, mashahidi na mashirika ya haki za binadamu wanasema watu kadhaa waliopotea huenda wamezikwa huko.
Katika siku za maandamano, serikali ilitangaza godoro la kutotoka nje, na mara kadhaa mtandao ulikatwa nchini kote. CNN inasema blockout hii ilifanya kazi ya kupata ukweli kuwa ngumu sana. Baada ya mtandao kujeruhiwa, polisi walitoa kauli ikiwatahadharisha wananchi dhidi ya kusambaza video au picha zinazoweza kuchochea hofu. Hata hivyo, baadaye video nyingi zilivuja nchini na nje ya nchi, na CNN ilithibitisha nyingi kuwa za kweli. Serikali ya Tanzania kupitia Rais Samia Suluhu Hassan ilitangaza kuanzisha tume huru ya uchunguzi kuchunguza kilichotokea wakati wa maandamano. Hata hivyo, hakukuwa na taarifa kamili kutoka kwa polisi juu ya idadi ya waliopoteza maisha. Rais Samia pia aliwahi kudai kuwa baadhi ya waandamanaji walilipwa na vikundi vyenye maslahi binafsi ili kuchochea vurugu. Kwa upande wa CNN, walituma maombi kadhaa ya mahojiano kwa serikali na polisi, lakini ama hawakujibiwa au walijibiwa kwa ukosefu wa uwazi. Mpaka sasa hakuna idadi rasmi ya waliouawa. Hata hivyo, CNN inasema mashahidi wanadai mamia wamekufa. Baadhi ya mashirika ya haki za binadamu yanadai kuna uwezekano wa maelfu kujeruhiwa au kuuawa. Umoja wa Mataifa unaripoti kuwa mamia wanaweza kuwa wamepoteza maisha kutokana na kukosekana kwa uwazi. Dunia inaendelea kushinikiza Tanzania kutoa taarifa sahihi. Ripoti ya CNN imeibua hisia kali kitaifa na kimataifa. Swali kubwa linabaki, nini hasa kilitokea Tanzania? Jibu kamili litapatikana tu pale tume huru itakapotoa ripoti yake. Lakini kwa sasa, ushahidi wa video, mashuhuda na picha za satellite unaonyesha ukweli wa kutisha kwamba matumizi ya nguvu yalikuwa makubwa, vifo vilikuwa vingi, na huenda ikawa kuna maiti zilizozikwa kwa siri. Dunia inasubiri hatua na macho yote bado yapo Tanzania.